Kuna watu wengine ukikosana na mtu anaweza kakutangaza. Yaani mtu anakutangaza mpaka unatamani kumulipa nyamazi. Umbribe ndiye anyamaze. Nakwambia ukishachoka, umechoka. Time yenye nilichoka na my ex, mtu mwenye nilivumilia kama mara 100. Nilimsamehe cheating. Nilimsamehe kunidanganya. Yaani vitu zote alifanya. Kwa ile miaka tulikaa naye. Nilikuwa namsamehe tu na life inaendelea. Nilijaribu kupewa advice from my mom. Kutoka kwa aunti yangu mwenye ananipenda. Na ni wale wanaomba ule anakuambia, Mercy, hiyo ndoa si yako, toka tu. But sikuwahi sikia hata siku moja. Nilikuwa naona kila mtu wananisikilia wivu. Hawanipendi. Hawataki nikuwe na ndoa. Wanataka nibaki single. Already niko na watoto. But sikujua huko ndani ukweli nilikuwa naumia. Cause nilikuwa na stress like uko mahali but you are not happy at all. Na hiyo si life. But wakati siku ilifika, sikuambiwa na mtu. Hakuna mtu alijua nikitoka. Na hakuna mtu mwenye aliyeamini kama nilitoka na sikuwahi rudi. So ukiwa mahali uko na stress kwa relationship, kwa either ni marriage, hata hizi friendship, kuna saa zingine mtu anashindwanga kujitoa. Wewe endelea kurudi. Endelea tu kuumia, ni ya muda tu. Wakati wewe mwenyewe utaamua from hapa. Hakuna mtu atakwambia toka. Wewe mwenyewe utatoka. Trust you me. Na hutaitaka kurudi. Na hutaitaka kusikiza huyo mtu hata kama ulikuwa umempenda na ukampenda. Inakutokanga ni kama kitu ilikuwa. Ni kama unafanya manifest. Natoka. Hautaitaka kusikia hata sauti ya huyo mtu tena. Ama hata ukimuona hakuna kitu yenye unafeel. Hauna, yaani ni kama tu mtu yeyote mwenye unaona akipita. So mimi after kumvumilia, after kumfanyia kila kitu, alikuwa amenizoea akajua, huyu hawezi enda mahali. Huyu ananipenda ako hapa. Siku moja niliamua nikajiambia enough is enough. Na nilitafuta place bila kuambia mtu yeyote. Nikahama, nikachukua watoto wangu nikahama. Nikasema hata kaa ni kusengenywa it's okay. Juu hiyo ndio nilikuwa naogopa zaidi, niko single, niko na watoto. Sikuwahi penda kabisa hiyo jina ya kuambiwa tu ni single mother. But ilifika mwisho. Nilikaa chini nikasema ni mimi na watoto wangu. Against kila kitu. Against dunia, against mambo ya watu, like against everything. It is me and my kids. Haikukuwa rahisi, haikukuwa ati ni rahisi decision nilifanya, but I had to. So vile nilitoka na kuambia mpoa sasa wachaanza kunifuata. Alikaa akifikiria huyu nikimwambia hivi na hivi ni kawaida anarudi. This time haikukuwa kawaida. Ilikuwa ya kabisa. Alijaribu kunifuata. Alikuja mpaka kazini. Acha niwaambie aliniharibia jina. Alinitangaza. Hakuna mtu hakuambiwa. Wale marafiki zangu wote alijua. Anaingia mpaka Facebook. Anaingia mpaka wapi tu anaona yule mtu analikingi vitu zangu anamwambia. Hadi siku moja alinifikisha kwa redio. Siku moja alipatana sijui na huyo mtu wa kupatanisha watu wapi.
Alimwambia nikapigiwa simu. But ilikuwa ishanitoka. Yaani hata kama ningeambiwa nini. Hapa haikukuwa hata kidogo. Singerudi nyuma. Aliningojea mpaka kwa stage mahali napanda matatu. Anataka kabisa kila mtu aelewe. But ilikuwa imefika mwisho. Na ni hivyo ndio nilitoka. Na hivyo ndio sikuwahi rudi nyuma. Na nikakaa. Na nikaheal. Na life yangu ikaendelea. Na nikarudi kukuwa happy tena. Na watoto wangu. So hakunanga kitu ngumu. Ukishachoka once umechoka. Umechoka. Na watu wenye mnaendelea kutekea watu wengine for granted. Ile siku yenye huyu mtu atatoka kwa life yako ndio utaona umuhimu wake. Ndio utaona huyu mtu alikuwa wa maana kwa life yako. Juu kuna watu wengine mtu anaacha kufanya mambo yake, anaacha kufanya kila kitu, akusaidie. Si ati mtu unasaidia mtu ndio ubenefit, ama ukuje kumtangaza. Unasaidia mtu juu unapenda mtu unataka kuona pia yeye life yake iko poa. Pia yeye anaishi life comfortable. So alinitangaza, akanitangaza mpaka nikatamani nitafanya aje nimbribe ndio awachane na mimi. Nimpe tu pesa nimwambie tafadhali. Imetosha, nyamaza. Imetosha tafadhali. But iliisha hivyo na ikaisha hivyo mpaka wa leo. Iliisha.